Awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali alichoachilia siku ya leo tukawepo mahali hapa tena. Wiki iliyopita tulijaribu kuzungumzia habari ya maombi ya rehema dhidi ya utekaji na mauaji nchini Tanzania. Tukakusudia kwamba tufanye maombi kwa ajili ya kuomba rehema kwa Mungu. Lakini tulifanya maombi na Mungu akanambia leo tuendelee na mada yetu ile ile. Tuendelee na mada yetu ile ile kwa sababu tulifanya yale maombi, lakini namna tulivyofanya yale maombi ilikuwa ni kwa namna ya kuwaza na kufikiri kibinadamu. Lakini leo tunarudi kwa mafundisho yetu yale na tutaingia kufanya maombi kwa kumaanisha, na kila mmoja kwenye moyo wake akiwa na namna ya kutamani nchi yetu iwe kwenye amani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo ibada ambayo tunakwenda kuifanya ni ibada ya maombi dhidi ya utekaji na mauaji nchini Tanzania. Leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika kanisa letu True Corporation Church. Sambamba na hayo tutaombea pia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba 2025. Siku ya kuombea pia uchaguzi mkuu wa rais pamoja na wabunge na viongozi wa mitaa na viongozi mbalimbali. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ni siku maalum ambayo Mungu ametupa ili tuweze kufanya ibada hii ya maombi. Nitasoma neno la Mungu. Nitakwenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 7 mstari wa 14 na tutaishia mstari ule wa 15. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 7 mstari wa 14 na mstari ule wa 15. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mstari ule wa 15 nasema, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia habari ya utekaji na mauaji katika nchi yetu, ndani ya nchi yetu. Tumesikia watu wanatekwa, na hawaishi kutekwa tu, wanauawa. Wanatekwa, wanakuta wametupa mahali, wameuawa.
Kimsingi ni jambo ambalo ni baya na ni taharuki kwa kila mtu, kwa kila Mtanzania na hata nchi za nje na mahali pengine. Wanaozisikia habari hizi wanapata shida na wanajiuliza maswali mengi kwamba Tanzania tunakwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mkoani Njombe wengi tunajua, watu wazima tulioko hapa tunafahamu kwamba miaka michache tu iliyopita kuliwahi kuwa na wimbi kubwa sana la mauaji kwa watoto wadogo. Tunafahamu na tunajua kulikuwa na wimbi kubwa sana, watoto walikuwa kiuawa, wanatekwa, wanasalitiwa. Lakini ilichukua muda kujua na kutambua ni nini lengo la watoto hawa kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Siku zilipozidi kusonga mbele, ikagundulika kwamba ni imani za ushirikina, kwamba watoto wanachukuliwa na wanauawa, alafu wachawi kuna mambo wanakwenda kuyafanya kwa imani zao, kwa maana ya kuleta mafanikio au watu kupata utajiri kwa njia ya kutoa kafara kwa watoto wadogo. Wao walijua walikuwa wanafanya nini. Lakini tunaona kwamba tukio hili halikwenda muda mrefu sana. Halikwenda muda mrefu sana. Rais wetu wa awamu iliyopita hayati John Pombe Magufuli alikuja mkoa wa Njombe. Wengi tunajua, wengi tunakumbuka. Alipofika tu, alihutubia katika viwanja vya Sabasaba pale. Alihuzunika kama rais, alikemea mno vitendo vya mauaji kwa watoto wadogo. Na baada ya siku si nyingi sana, wale ambao walifanya vile vitendo, walikuwa wanajihusisha na vile vitendo, walianza kukamatwa, walishikiliwa. Bila shaka wengine bado wako ndani mpaka leo, kwa sababu ya tukio hili. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika hakucheka na mtu, na aliomba pia watumishi wa Mungu wasimame na kuomba rehema kwa Mungu kwa ajili ya matukio haya yaliyokuwa yanaendelea. Mtumishi wa Mungu mmoja alisimama, watu wakakaa kimya na kumwomba Mungu aturehemu wana Njombe dhidi ya matukio mabaya yaliyokuwa yanaendelea kwa watoto wetu ambao ni taifa letu la baadaye. Viongozi wakubwa, marais watarajiwa, wanauawa na kuchukuliwa nyota zao. Waganga wanachukua nyota zao kwa imani zao za ushirikina za uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo ambalo ninalikumbuka, ninalinukuu, hakusita kuwakemea viongozi ambao wanahusika na usalama katika mkoa, akiwepo mkuu wa wilaya, lakini pia akiwepo RPC. Mnanielewa vizuri? Nanukuu, alitamka, RPC, angepotea mke wako, usingechangamka
Watoto 7 wamepotea, hujachukua maamuzi yoyote, hujachukua hatua yoyote. Kwa nini? Juzi hapa tumemsikia yule mbunge wa Kawe, sio? Mbunge wa Kawe tumemsikia akikemea habari za utekaji na mauaji katika nchi yetu ya Tanzania. Amethubutu, pamoja na kwamba yeye ni kiongozi mwenye dhamana, ni kiongozi ambaye anakuwepo kwenye vikao vya bunge, lakini pia ni askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Alithubutu akakemea jambo hili, na akathubutu akataja kwa mifano, kama alivyotaja Rais Magufuli kwamba RPC, je, angechukuliwa mke wako, usingechangamka, usingechukua hatua? Hali kadhalika tunamwona mbunge huyu anajaribu kunukuu kwamba hivi imetokea, mtoto wa rais amechukuliwa, ametekwa, baada ya siku kadhaa anakutwa hana macho. Anachukuliwa mtoto wa IGP, baada ya siku chache anapatikana hana macho. Amechukuliwa mtoto aidha kwa waziri mkuu, baada ya muda anakutwa hana macho. Lakini akataja na mtoto wake kwamba anakutwa na mtoto wake pia Gwajima, baada ya muda anakutwa ametekwa, anakutwa hana macho. Je, viongozi hawa hawatachangamka? Limezua gumzo, kelele zikawa ni nyingi mno. Lakini ukifuatilia unaona kwamba wakati kiongozi wa nchi Magufuli alipotamka juu ya viongozi wenye dhamana ambao ni walinzi wa usalama katika mkoa, kama watoto wao wangepotelewa wasingechangamka, ni nani aliyemchukulia hatua Magufuli? Kilichofuata ni kwamba viongozi, jeshi la polisi lilifanya kazi yake na kuwakamata wale wanaojihusisha na matukio ya mauaji kwa watoto wadogo, na ndipo mkoa wa Njombe ukawa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkoa wa Njombe ukawa salama kwa sababu ya amiri jeshi mkuu kusimama na kukemea jambo hili. Na mambo ya utekaji, ndugu zangu, haujaanza leo. Hata wakati wa Rais Benjamin William Mkapa, wale wanaofuatilia na kukumbuka, kuliwahi tokea aina ya utekaji, lakini ile aina ya utekaji ni tofauti na utekaji wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Rais Mkapa alikuwa na kauli mbiu ambayo ilikuwa inasema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Sasa kitu kilichokuwa kinatokea, mabasi yalikuwa yanatekwa usiku, yanatekwa, na yakitekwa yale mabasi, watu wanaambiwa wakati mwingine wavue nguo zao, wakati mwingine walikuwa wanaambiwa wasitazame. Alafu wale majambazi wanaanza kupora, wanachukua fedha, wanachukua simu, wanachukua vitu vya thamani hivyo. Kwa hiyo utekaji ulikuwepo, na walikuwa wanapofanya hilo tukio, wanasema rais wenu anasema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe, kwa hiyo na sisi tunatekeleza, hizi ni nguvu zetu wenyewe. Kwa hiyo walikuwa wanageuza ile kauli mbiu, wanageuza katika ubadhirifu. Utekaji ulikuwepo. Singida yalitekwa mabasi mengi,
Lakini utekaji uliokuja sasa ni utekaji wa staili ya tofauti. Ukisema tu ukweli, basi wewe utaonekana ni mpinzani. Ukithubutu ukatamka ukweli, wewe unaonekana ni mpinzani. Ukisema uongo, unaonekana wewe ni mtu mwema, unashikiliwa. Kwa hiyo wewe ukianza kupinga mabaya, kwamba hatutaki mabaya katika nchi yetu, katika taifa letu, katika mkoa wetu, katika wilaya zetu, hatutaki mabaya, na ukasimamia ukweli na kwa mifano, ukakemea wizi, ukakemea mauaji, ukakemea ujambazi, basi wewe unachukuliwa hatua kwamba unayoyazungumza sio sahihi. Na ikionekana mkuu wa familia amejiwekea utaratibu wake, watoto mkaanza kupinga kila ambacho mkuu wa familia anakisema, lazima watoto mtachukuliwa hatua, ikiwa pamoja na kutengwa. Asifiwe sana. Wakati tukiwa wadogo sana, ni watoto wadogo, tumezaliwa ni watoto wadogo, kitu cha kwanza ambacho katika kukua kwetu tulikuwa tukiaminishwa hata na wazazi wetu, wanatuaminisha kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ya amani. Bila shaka mchungaji, hilo na wewe uliaminishwa. Nchi ya Tanzania ni nchi ya amani. Tulipata uhuru mwaka 1961. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi mwanangu, nchi hii ni nchi ya amani. Sasa leo tunaposikia juu ya utekaji na mauaji, tunayakumbuka yale maneno ya wazazi waliokuwa wanayasema kwamba nchi yetu ni kisiwa cha amani, cha upendo. Tunayakumbuka yale maneno. Saa nyingine tunajiuliza kwamba amani ambayo wazazi walikuwa wanaisema iko wapi? Na upendo na mshikamano katika nchi ambayo wazazi walikuwa wanasema uko wapi? Mbona sasa tunayaona mambo haya yanakwenda kinyume? Kwamba watu wanaosimama na kusema ukweli, watu wanaosimama na kupinzana na yale ambayo yanatamkwa yasiyotakiwa, mbona sasa wanatekwa na kutolewa macho na kuuawa? Kama ni baba unasimamia ukweli na unatetea na kujenga hoja juu ya namna ambavyo taifa linatakiwa kwenda, mbona watu wanakuja kukuvamia ndani ya nyumba yako, wanakuchukua, wanakuua na unapelekwa mahali pasipotakiwa? Lakini tunasema kwamba hii ni nchi ya amani. Amani iko wapi? Hapana. Lazima ufike wakati watumishi wa Mungu pamoja na watu wote kwa umoja wetu tuungane, tuwe kitu kimoja, tukatae mambo haya yanayoendelea katika taifa letu la Tanzania. Pigie Yesu makofi kama unaelewa. Amen. Lazima ufike wakati tuliombee taifa letu. Tuombe kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Umefika mwisho. Amani tulionayo hii, tuko mahali hapa tumekaa kwa amani. Lazima ujue kuna wakati utafika amani hii itaharibiwa. Na itaharibiwa na watu wachache tu. Na kwa sababu na sisi tumekaa kimya, tutaharibikiwa. Na baada ya kuharibikiwa, tutapoteza hata malengo ambayo tunayaweka sasa. Watoto hawa wadogo tulionao, tunawasomesha, mwisho wa siku watoto hawa watapotea na sisi tutapotea
na malengo ya watoto hawa na yenyewe yatapotea. Lakini tukumbuke, pamoja na kuliombea taifa letu la Tanzania, tunayo dhamana kubwa ya kushirikiana na viongozi wetu wa siasa kulinda amani yetu ya Tanzania na kutunza amani yetu ya Tanzania. Lazima tushirikiane nao, kwa sababu wao wanafikiri kwa habari ya maendeleo ya nchi, lakini sisi tunafikiri pia habari ya maendeleo ya nchi kiroho. Wao wanakwenda kimwili zaidi, sisi tunakwenda kiroho na kimwili. Na ndio maana kama taifa linafikiri kwa habari ya maendeleo ya nchi, lakini wananchi hawa wanahitaji wawe salama kiroho pia, ndipo wanaweza kufanya mambo ya maendeleo ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunachotakiwa kufanya sasa ni kupinga roho za utekaji na mauaji katika taifa letu. Maana hayo ni maroho tu. Hayo ni maroho. Nimekuwa nikizungumza hivi kwamba chochote anachokifanya mtu, kiwe ni kizuri au ni kibaya, katika ulimwengu wa roho, hakijaanza mwilini tu. Maana yake hicho kitu kimekuwepo ndani ya mtu. Maana yake huyo mtu ana roho ya hilo jambo ambalo analifanya leo au anafikiri kulifanya kesho. Ndugu zangu, mauaji ni kitu ambacho sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mauaji sio kitu cha kawaida. Moja ya haki za binadamu ni kuishi. Moja ya haki za binadamu ni kuishi. Ndio maana ukiugua unakimbia unakwenda hospitali. Kwa nini unakwenda hospitali? Unakwenda hospitali kwa sababu unatafuta uzima. Na kama unakwenda hospitali unatafuta uzima, kwa nini leo watu wanachukua hatua ya kumteka mtu na kumuua? Huyo mtu nataka nikwambie, sio yeye, ndani yake kuna roho ya mauaji aliyonayo. Kuna roho ya mauaji inayotawala. Kuna roho ya mauaji hata kama mtu huyo anatumwa akaue, ateke na kuua. Huyu mtu anayetumwa kama hana roho ya mauaji hawezi kulitekeleza jukumu hilo, kwa sababu ndani yake ana roho wa Mungu, ana hofu, ana huruma. Sasa huyu anayependa kutekeleza mauaji, maana yake hana huruma, hata kama ametumwa na mtu yeyote mwenye dhamana. Yeye ana roho la mauaji. Kwa hiyo ni lazima roho za mauaji tuzikatae kwa jina la Yesu. Roho za mauaji katika taifa letu la Tanzania lazima tukatae kwa jina la Yesu. Tusikubaliane watu waendelee kutekwa, watu waendelee kuuawa. Tusikubaliane, kama vile ambavyo mkoa wa Njombe wale watekaji wa watoto, wasaliti wa watoto, wauaji wa watoto, tukio lile liliachwa kwa mara moja. Hali kadhalika swala la utekaji linatakiwa liondoke mara moja. Amiri jeshi mkuu wa nchi yetu ambaye ni rais aliposimama na kukemea jambo hili, lilipotea kabisa. Hili ndilo ambalo tunamwombea sana rais wetu, kwa sababu Samia akisimama akatangaza akasema, jamani, hebu tuombe kwa ajili ya nchi yetu juu ya watekaji na wauaji. Akisimama na kutamka hivyo, maana yake anaachilia nguvu hata kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wanaposema na rais amesema. Kwa hiyo hatutakubaliana, kwa sababu mihimili yote
itakuwa imeungana katika kulipinga jambo la utekaji na mauaji katika nchi yetu ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. La sivyo mauaji yataendelea. Tumekaa hapa kwa sababu ya amani tuliyonayo, lakini kuna wakati ambao amani itaharibiwa kwa sababu ya hawa walio na maroho ya utekaji. Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 21 mstari wa 8, miongoni mwa mambo ambayo Mtume Paulo ameyatamka kwamba watu watendao mambo ya namna hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu ni pamoja na mauaji. Wauaji wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wale wenye maroho ya mauaji hawataurithi ufalme wa Mungu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo watekaji wote na wauaji wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Lazima ufike mahali kwa umoja wetu tuungane, tukatae hii roho, tuikamate hii roho. Tukamate hizi roho. Zitaachia watoto wetu, zitaachia viongozi wetu, zitaachia nchi yetu. Hatutakubaliana. Mimi siwezi nikasimama nikamlaumu rais nikasema mbona atekelezi wajibu wake. Mimi ninasimama na kutamka maneno haya kwamba hawa walio na maroho ya mauaji, hawa ndio washughulikiwe kwa jina la Yesu. Wasiposhughulikiwa katika ulimwengu wa mwili, washughulikiwe katika ulimwengu wa roho. Amen. Amen. Tumeshindwa kuomba. Watumishi, wachungaji, maaskofu, mashehe, sijui makardinali, tunapiga kelele tu kwenye mitandao, lakini hatuingii kuomba. Hatuhamasishani kwamba tuombe. Lazima tuhamasishane kwamba lazima tunatakiwa tuhamasishane, tuungane kwa umoja wetu na tuombe kwa ajili ya taifa letu, kwa sababu maandiko kama tulivyosoma kwamba Bwana anamtokea Sulemani katika maombi aliyokuwa anaomba. Bwana anamwambia Sulemani, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu waombao mahali hapa. Kwa hiyo Watanzania, kama tutasimama kwa umoja wetu, kama tutaomba kwa umoja wetu, kama tutashikamana katika kuomba, hali ya utekaji itapotea. Haitapotea katika hali ya kawaida, maana ni watu wanaojificha. Kwa hiyo tunahitaji Mungu awafichue watu hawa. La sivyo tutaendelea kugombana, tutaendelea kutukana, tutaendelea kubishana, hatutapata majibu yaliyo sahihi. Majibu sahihi, mwenye majibu sahihi ni Mungu mwenyewe. Kwa njia ya kuomba, kama anasema tukiomba Mungu ataiponya nchi, Mungu ataponya nchi ya Tanzania, Mungu ataponya taifa la Tanzania, Mungu ataponya viongozi watoto wa Tanzania, Mungu ataponya majeshi ya Tanzania, Mungu ataponya. Hawezi kumwacha hata mmoja akapotea. Lakini tukitumia akili zetu nyingi mno, tutapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio kufunga makanisa. Kufunga makanisa ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu mahali hapa ndipo tunakusanyika na kuombea amani ya nchi yetu. Mahali hapa ndipo tunakusanyika na kuponya magonjwa kwa watu. Mahali hapa tunakusanyika tukijadili mambo ya amani na wala si vinginevyo. Kwa hiyo pakifungwa, maana yake tunataka tuwe majambazi, tuwe wezi, tuwe wabakaji, tuwe. Maana unapofunga madhabahu mahali ambapo tunajadili amani, malengo ni nini? Ni kuwatoa hawa watu wakafanye kazi kama wanazofanya watu wa nje wasioamini habari za Mungu. Ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi nikamsikia mchungaji mmoja, huwa anahubiri kwa vichekesho, ni mwigizaji tu, tena ni mstaafu katika kazi ya uchungaji mahali alikuwa anafanya.
anasema vikanisa vifungwe, makanisa yafungwe, vikanisa vinajitokeza vifungwe tu. Sasa mimi nikawa najiuliza maswali haya, mbona vilabu havifungwi? Mbona madangulo hayafungwi? Mbona haya mambo hayafungwi? Mabaa yako huko, mabaa tena yanafunguliwa kila siku bila hata utaratibu, lakini mbona hayafungwi? Anazungumza katika mizaa na utani aliyozoea, anapeleka na kwenye mambo ya msingi na ya muhimu yanayoumiza. Swala la utekaji na mauaji ni jambo ambalo linagusa hata mtoto mdogo. Ukimwelekeza akaelewa vizuri, anaguswa kwenye nafsi yake, alafu anajiona kama vile, mbona kama sio Mtanzania hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni saa ya kuungana, ya kusimama pamoja, ya kukataa jambo hili lisiendelee, na lisiendelee kwa jina la Yesu. Badala yake sasa tuingie kumwomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Tuombee uchaguzi wa Oktoba 2025 uwe na amani. Ngoja nikwambie, watu na wakuta mitaani wanajizungumzia tu, no reform no election. Ukiuliza maana yake nini, hata hawajui. No reform no election, nikiuliza maana yake ni nini, hata hawajui. Hata nikisema niulize hapa, sina uhakika kama kuna mtu anaweza kanielekeza vizuri zaidi ya kushabikia. No reform no election, maana yake ni kwamba hakuna uchaguzi bila nini? Bila maridhiano. Hakuna uchaguzi bila maridhiano. Maana yake ni nini? Kwamba uchaguzi hautafanyika Oktoba bila maridhiano, bila mashauriano. Uchaguzi hautafanyika. Na kwa katiba tunajua kila baada ya miaka 5 lazima tufanye new election, tupate viongozi wapya. Au waliopo kama nakubalika wanaendelea. Unafanyika uchaguzi wa rais, wa bunge na viongozi mbalimbali. Sasa hapa unaambiwa no reform no election, maana yake hakuna uchaguzi bila maridhiano. Sasa nini kitakachotokea? Na katiba ni lazima tufanye nini? Uchaguzi. Alafu sasa inakataliwa kwamba uchaguzi usifanyike. Kitakachoendelea ni nini? Maana yake ni vita. Tutataka uchaguzi lazima ufanyike. Wanaosema no election, no reform no election, maana yake wao watataka isifanyike. Wanakata mwisho wa sekunde nini? Sisi tutataka ifanyike. Hawa maana yake vita itaanza, vita. Wa Tanzania tutajikuta tunaingia kwenye vita ambayo hatukutarajia. Kwa hiyo ndio maana ninasema tuna wajibu wa kuomba ili Mungu aingilie kati kwenye jambo hili. Uchaguzi ufanyike, lakini uchaguzi uwe na amani. Uwe ni uchaguzi wa amani. Na Mungu aendelee kutupatia viongozi ambao watafaa katika taifa letu la Tanzania. Huo ni wajibu wetu wa kuomba, na wala sio wajibu wa kupiga kelele tu. Lazima tusimame kwa umoja wetu, lazima tuombe kwa umoja wetu, na taifa letu lazima lifike mahali liendelee kutangaza, liendelee kuzungumzia habari ya umoja kwa wananchi wake, na ndicho hicho ambacho tunakitaka kama Watanzania. Pigie Yesu makofi kama naelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hapa nikisema ukweli, watu wanakuja kulifunga kanisa kwa sababu ya ukweli. Mungu atasimama. Mungu atafanya nini? Atasimama. Kwa sababu hatuko hapa kutukana, ila tuko hapa kutengeneza na kushauri mambo mazuri yaende sawa na kuombea. Ndio wajibu wetu, tuombe. Namshukuru Mungu
kwamba watumishi wa Mungu, makanisa ya mtumishi wa Mungu Gwajima yamefunguliwa leo, wameanza ibada rasmi. Ibada imeanza rasmi. Kanisa walifungwi. Kanisa walifungwa. Watu wana dini lakini nchi, serikali haina nini? Haina dini, ila sisi tunaiombea serikali. Na tunaona Mungu anapofanya mambo makubwa kwa nchi yetu ni kwa sababu ya maombi. Kama Tanzania wote tungekuwa ni walevi tu, sijui kama nchi ingekuwa ni nchi ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumuombe sana Mungu, na tumuombe rais wetu pia, pamoja na viongozi walioko wanaoambatana naye. Tumuombe sana Mungu aendelee kufanya jambo. Wajibu wetu sisi ni kuomba. Maisha tulionayo tunamtegemea Mungu zaidi, na wala hatumtegemei mwanadamu. Naomba usimame mahali ulipo na uinue mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Muumba wa mbingu na nchi, ninakushukuru na ninakubariki kwa ajili ya uaminifu wako na kwa ajili ya uzuri wako, Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umeachilia katika madhabahu hii ya kanisa letu la TCCT True Corporation Church, ili kufanya ibada hii ya maombi dhidi ya utekaji na mauaji yanayoendelea katika taifa letu, lakini pia kwa ajili ya kuombea nchi yetu na kuombea uchaguzi wa Oktoba 2025 ili upate kuwa ni uchaguzi wa amani. Maana tunatamani sana amani tulio nayo ambayo waasisi wetu waliianzisha katika hali ya amani iendelee. Bwana Yesu, tunaomba usimame mwenyewe, ututetee na utetee nchi yetu, tetea taifa letu, tetea rais wetu, tetea na viongozi wote wa nchi hii. Tetea Bwana, tunakataa utekaji na tunakataa mauaji katika nchi yetu ya Tanzania, bali amani yako Bwana ninaomba ikatawale ndani ya nchi yetu, ndani ya maisha yetu, ikatawale kwa watoto wetu, ikatawale kwa nyumba zetu, ikatawale Bwana kwa kazi na malengo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunakamata kila roho za utekaji, roho za mauaji zilizoko ndani ya watu ambao haijalishi wanatumwa au ni wao tu kwa sababu ya madaraka yao au kwa sababu ya nafasi zao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunazikamata hizo roho kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia leo wakaachie kabisa, hizo roho zikaondoke kwao kabisa. Roho za utekaji zikaondoke, roho za mauaji zikaondoke. Tunahitaji nchi ile, nchi iliyo na amani, nchi ambayo ni kisiwa cha amani, nchi ambayo ina rasilimali ambazo ni za Watanzania wenyewe, zisiingiliwe na watu wengine tena, katika jina la Yesu Kristo. Tunakusihi Mungu mwenye nguvu, Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu mwenye mamlaka yote, usiache nchi yetu, taifa letu usiliache. Tunakutegemea tu wewe Bwana. Sulemani alipoomba, Mungu kamtokea, ukamwambia awaambie watu ya kwamba watu walioitwa kwa jina la Mungu wakitubu na kunyenyekea, Bwana utaponya nchi yao. Hakika Bwana, maombi haya yasikike mahali hapa tuyaombaye. Tumechoka na kusikia habari hizi za mauaji, bali tunatamani kusikia habari ya amani, habari za upendo na mafanikio katika taifa letu la Tanzania, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aishiye milele yote. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba na kuamini, na wote tuseme amen. Amen. Pigie Yesu makofi.